بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الهادي للخيرات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذوي المجد والكرامات. أما بعد، سبحانك نسألك اللهم يا مالك الملك الإله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تكفنا من شرور الحادثات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya kushukuru Mola subhanahu wa ta'ala, nimependelea kwa kuzungumzia umuhimu wa Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ni aya kutokana na miongoni mwa suratul Baqara, ambayo hii ni aya kubwa na ina umuhimu na ina fadhila na ina ubora kwa kila mwenye kuisoma Ayatul Kursi, kwa sababu Ayatul Kursi ukiisoma kuanzia mwanzo hadi mwisho yajieleza utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hata ikianza yaanza kwa jina lake yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Akianza katika aya hii Mwenyezi Mungu asema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ila akhir al-aya. Hii aya umuhimu wake na fadhila zake ni vizuri mtu awe ataisoma akiwa ataka kulala, akiamka, akitaka kutoka, akiwa barabarani, akiingia kwenye gari yake, akiingia kwenye tukutuku yake, akipanda Honda yake, ama akitembea kwa miguu, basi ni bora zaidi mtu awe akisoma hii Ayatul Kursi. Na kwa according kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia yoyote mwenye kuisoma Ayatul Kursi baada ya swala ya faradhi, akasoma Ayatul Kursi miongoni mwa adhkari zake, akitanganya na Ayatul Kursi, basi Mwenyezi Mungu humsamehe madhambi yake kayaumi waladathu ummu. Na vile vile Mtume akatuambia tena sallallahu alaihi wasallam, baada ya swala yoyote mwenye kusoma Ayatul Kursi, yani Mwenyezi Mungu humwepusha na sheitani, humuhifadhia mali yake, humuhifadhi yeye mwenyewe. Ikiwa ni kulala, Mwenyezi Mungu humjalia usingizi wake ule asipatikana na madhara yoyote katika usiku ule mpaka atakapoamka. Na akisoma asubuhi hatogusika na tatizo la kishaitani siku nzima mpaka atakapoingiliwa na jioni. Na Ayatul Kursi fadhila yake, yoyote mwenye kuisoma nyumbani, nyumba yake haingii shaitani wala uchawi wala hasad. Mwenyezi Mungu humkinga kwa fadhila ya Ayatul Kursi. Na tukisema ithbati ya Ayatul Kursi kwamba ya muhifadhia mtu mali yake, ni wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba wake mmoja kwamba amlindie mali, Baitul Mal ya zaka. Huyu sahaba katika kulinda usiku na mchana mali yale, mara akamuona mwizi ameingia katika mali yale, akaiba. Katika kuiba akamshika yule mwizi, bahati mzuri akimshika, nani wewe? Ni mimi, nina dhiki zangu, watoto wangu wagonjwa, wanandaa, mimi ninandaa, naomba uniache, lakini sitoregea tena. Yule sahaba kwa utukufu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafundisha maswahaba zake, basi huyu sahaba akamuona imani akamwata, lakini akiwa na hofu kwamba Mtume itakuwaje, nitamwambia nini? Akienda mbele za Mtume wa sahaba radhiallahu ta'ala anhu, akamkuta Mtume amwambia yule mwizi ankuja. Allah akashangaa kwamba huyu mwizi Mtume amemjuaje kama mwizi ankuja? Akamwambia naam, ankuja mwizi, akanishtakia kuhusu hali yake, watoto wake. Basi mimi kwa udhaifu na unyonge alionaonesha kuhusiana na kule kuiba kile kitu, mimi nikamwata, sikumleta mbele zako. Lakini Mtume akamwambia kesho atakuja tena. Basi yule sahaba siku ya pili akawa macho zaidi, kwa sababu ameambiwa na Mtume na Mwenyezi Mungu amempatia wahi Mtume wake, wama yantiqu anil hawa, hazungumzi tu kama sisi binadamu wa kawaida kwa matamanio, isipokuwa in huwa illa wahyu yuha, yuwapewa wahi. Ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hana mzaha wa urongo,
mzaha wake wenyewe wa kikweli, si kama sisi binadamu mizaha yetu ya kirongo. Siku ya pili huyo sahaba akalinda tena mali yale, akawa sasa iko chonjo zaidi, ikawa husoma Qur'an, huleta adhkari, huleta tasbihi, tahlil. Basi mara akaja tena ule mwizi, akatukua mali, akataka kukimbia. Ule sahaba akamnasa tena, akamwambia leo mimi sikuwate, lazima leo nikupeleke kwa Mtume nikushtaki kwa kule kuiba. Basi kweli mimi ninakuahidi jana sitoiba, basi lakini leo mara ya mwisho sitoiba tena. Mi watoto wangu wanaandaa kutoka asubuhi, kutoka kile chakula cha jana hawajala tena, naomba iwe siku ya mwisho, sitoiba tena. Akajisikitisha yule mtu. Basi sahaba akamuona imani, lakini huku akimfikiria Mtume kwamba amwambia kesho mwizi atakuja, na ankuja kweli. Basi kwa imani na kule kusikitika, yule mwizi akamwata, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia ankuja tena leo. Akamwambia na ya Rasulullah, kweli, lakini nisamee ya Rasulullah, sikuweza kumdhibiti. Akamwambia haina neno, lakini kesho atakuja tena. Yule sahaba akasema leo lazima niweke tight zaidi, huo mtu hanishopoki. Basi siku ya tatu mara nguja tena kweli, ule mwizi yule tena, si mwingine. Mwambia leo bana, wewe lazima nikupeleke kwa Mtume, hakuna budi, hakuna namna. Niate hivi. Akamwambia leo basi ngoja nipatie ahadi, mi kuna kitu nataka kukufundisha ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe hajawahi kukufundisha, lakini leo mimi nitaka nikufundishe. Lakini ilmu hiyo sikupi paka uniahidi kwamba utaniachilia huru niondoke mimi sasa hivi bila kunipeleka kwa Mtume. Basi mwezi ule na sahaba wajua na hamu na wana kiu ya ilmu, na wapenda sana kusikia ni ilmu kutoka kwa fani tofauti tofauti. Basi sahaba akamwambia okay, sawa, nakuahidi lau utanipata maneno ya kisawa sawa, si maneno ya kipuzi, basi mimi niko tayari kukusikiliza na kukuachilia. Basi yule mtu akamhadithia, akamwambia nataka kupatia aya miongoni mwa aya, lao utasoma aya hiyo, Ayatul Kursi, ama aya yenyewe ni Ayatul Kursi. Ukiisoma hii, haya mali yatahifadhika, hakuna mwizi wa kibinadamu wala wa kijini, na maana kuna tabia ya majini pia huiba. Basi mwenye kusoma Ayatul Kursi yatahifadhika haya mali, na wewe mwenyewe na familia yako na kila kitu chako. Basi yule sahaba akafurahi sana. Siku ya pili akamwendea Mtume akamwambia, Rasulullah, kuna jambo, yule mwizi ankuja, lakini kuna jambo anifundisha la kiajabu sana. Akamsimulia kuhusiana na Ayatul Kursi. Mtume akamwambia, wajua ni nani yule alikufundisha? Akamwambia, Rasulullah, sijui, ni mtu tu katika watu. Akamwambia, yule si binadamu, yule ni sheitani, yule ankujia kwa njia ya kibinadamu ili kukufundisha. Basi hii ndo nimependelea leo hii kuelezea fadhila za Ayatul Kursi. Tufate kauli kama hizi na mshikamano kama huu, inshallah tutumie Ayatul Kursi kwa kila njia, kwa kila namna. Inshallah Mwenyezi Mungu atatuhifadhi, atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayatabi'una ahsana, wallahu wa rasuluhu a'lam.